Vikosi vya Marekani vimewaua watu watano zaidi waliokuwa ndani ya meli katika bahari ya Pacific na kufikisha idadi ya vifo kutokana na kampeni ya kijeshi ya utawala wa Trump dhidi ya wafanyabiashara wa dawa za kulevya wanaodaiwa kusafirishwa baharini kufikia angalau 104 tangu mwezi Septemba. Jeshi la Marekani lilisema Ijumaa kwamba lilifanya mashambulizi mabaya ya kinetic kwenye meli mbili mashariki mwa Pacific kwa agizo la Waziri wa Ulinzi Pete Hegseth na kuwaua watu watatu kwenye meli moja na wawili kwenye meli nyingine. Shambulio la Alhamis la vikosi vya Marekani linakuja siku moja baada ya shambulio kwenye chombo kingine pia katika maji ya kimataifa mashariki mwa Pacific ambalo liliua watu wanne, Southcom ilisema. Ingawa jeshi la Marekani lilisema waathiriwa 9 wa mashambulizi hayo kwa siku mbili walikuwa wanaume wanaotumia dawa za kulevya, Washington haijatoa uthibitisho wowote kwamba karibu meli 30 zilizoharibiwa tangu Septemba katika Pacific na Caribbean na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 100 zilihusika katika biashara haramu ya dawa za kulevya. Waziri wa Ulinzi Hegseth pia anachunguzwa vikali kwa kuripotiwa kuagiza shambulio la pili kwa manusura waliokwama kwenye mabaki ya boti baada ya shambulio la awali kwenye chombo. Kushambulia manusura wa meli kunachukuliwa kuwa uhalifu wa kivita kulingana na wataalamu wa sheria. Mapema wiki hii Trump aliongeza hatari kwa kuagiza kuzuiwa kwa kamili kwa meli zote za mafuta ambazo ziko chini ya vikwazo vya Marekani kuingia au kutoka bandari ya Venezuela, hatua iliyokusudiwa kuzuia rasilimali za mafuta za nchi hiyo na kudhoofisha uchumi. Maduro amekosoa uhamasishaji wa kijeshi wa Washington na kumtuhumu Trump kwa kutumia kisingizio cha kupambana na biashara haramu ya dawa za kulevya kama kifuniko cha mabadiliko ya utawala nchini Venezuela na kuiba akiba mafuta nchi hiyo. Rais wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva alisema siku ya Alhamis kwamba yuko tayari kupatanisha kati ya Marekani na Venezuela ili kuepuka migogoro ya silaha. Rais wa Mexico Claudia Sheinbaum pia alijitolea kwa mpatanishi ili kupata suluhisho la amani ili kusiwe na uingiliaji kati wa Marekani. Lula, mmoja viongozi wenye ushawishi mkubwa Amerika Kusini, aliwaambia waandishi wa habari kwamba Brazil ilikuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu mgogoro unaoongezeka katika Washington na Caracas. Lula alisema alimwambia Trump kwamba mambo hayatatatuliwa kwa kupiga risasi, kwamba ni bora kukaa mezani ili kupata suluhisho. Niko tayari kwa Venezuela na Marekani kuchangia suluhisho la amani katika bara letu. Lula pia alisema alikuwa na wasiwasi kuhusu kilichokuwa nyuma ya kampeni ya Marekani. Haiwezi kuwa tu kuhusu kumpindua Maduro, ni mambo gani mengine ambayo hatuyajui bado? Alisema, akiongeza kuwa hakujua kama ni kuhusu mafuta Venezuela, madini muhimu au madini adimu. Hakuna mtu anayesema waziwazi kwa nini vita hii ni muhimu, aliongeza. Kulingana na shirika moja la habari, takriban wafanyakazi 15,000 wa Marekani sasa wanashiriki katika operation ya Marekani ambao ni mkusanyiko mkubwa zaidi wa kijeshi Amerika Kusini katika vizazi vingi, pamoja na meli 11 za kivita, ikiwa ni pamoja na meli kubwa zaidi ya kubeba ndege za kivita nchini Marekani na kikosi cha ndege za kivita za kisasa za F-35 za jeshi la wanamaji la Marekani, pamoja na ndege zingine na ndege zisizo na rubani.